wale ambao waliingia kimkumbo hawakujua madhara wa kitu ambacho wanakifuatilia, basi uwe ni mlango kwao wao kutoka kwenye mtego huo wa adui ambao uliinuka. Bado nasema kwamba mtu yoyote unaenda kwenye makanisa ya maombezi au unaenda sehemu kwa lengo la kutaka kuombewa, wewe upo kwenye hatari kubwa kuliko vile unavyofanya. Lakini tusitu kwamba upo kwenye hatari, wewe ni mali ya shetani kamilifu. Lakini ni kuongezee kitu ambacho unapaswa ukijue sana katika imani. Anasema kama vile mwili pasipo roho umekufa, vivyo hivyo na imani pasipo matendo imekufa. Wengi mmekuwa mkisema tunaenda kwa imani, ukiamini tunapokea. Hakunaga imani ya kipuzi kiwango hicho. Hakunaga imani ya maruelue kiwango hicho. Imani ni namna gani wewe mwenyewe ulipo tayari kubadilika, kuacha njia zako mbaya, kujutia makosa yako, kutubu dhambi zako na kuanza kuutaka sasa msaada wa Mungu uingilie kati juu ya maisha yako. Sio shauku zako, juu ya maisha yako. Nini kikupasacho kukifanya na kukitenda wewe mwenyewe. Sasa mara nyingi sana ni kwa nini nimeongelea sana watu wanaoenda kwenye maombezi? Ni kwa sababu ndo watu ambao kwa sehemu kubwa au kwa kipande kikubwa hawajawahi kuokoka na hawana mpango wa kuokoka, pasipo kujua kwamba sababu ya uzima wao au itakaopelekea uzima wao ni wokovu ambao wao ndo hawautaki. Yani wanataka vitu vya Mungu ila Mungu hawamtaki. Yani wanataka Mungu afanye wanavyotaka, hawataki wao kufanya Mungu alivyotaka wafanye. Yani unamfanya Mungu kama mganga fulani ambaye naye anaganga njaa. Mganga na kila sababu ya kukutabiria unavyotaka kwa sababu yeye kula kwake ni wewe unavyotaka. Lakini sio Mungu. Mungu habadiliki kwa sababu wewe umeshindwa kumuelewa. Mungu habadiliki kwa sababu wewe hajakujibu ulivyokuwa unataka. Mungu anabaki pale pale na nafasi yake na ukuu wake na heshima yake na jina lake linaendelea kutukuzwa kwa viwango vile vile. Sasa nasema yote haya mwana wa Mungu, natamani utoke kutoka kwenye giza hilo lililokufunika. Imani sio kwenda kuombewa. Imani sio kuombewa. Imani ni wewe mwenyewe kuomba. Imani ni wewe mwenyewe kuwa tayari kutabika kwa ajili ya kutaka msaada wa Mungu. Acha kutaka vitu vya Mungu, taka Mungu kwanza. Biblia ninayosoma inasema na ule mstari wa 21. Biblia inasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Jua sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Haisemi jua sana kuombewa. Haisemi tafuta sana mitume wa kuombea ili uwe na amani. Njia ni moja tu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani maishani mwako. Kwa hiyo kitendo cha kupata amani, utulivu wa ufahamu, ni wewe uketi uweponi mwake Mungu, kujitabisha kwa mengi kuutaka msaada wake. Wengi wanasema sasa sisi wengine hatujui kuomba, tutafanyaje? Kwa Mungu hakuna asiyejua kuomba. Sikudanganya mtu. Hakuna asiyejua kuomba. Hakuna asiyeweza kuomba. Ili madamu tu wewe unaongea, unatoa sauti, una uwezo wa kulalamika mama, ni kwamba mmefungwa fahamu na adui shetani. Mmeonyeshwa ugumu kwamba kuomba ni kitu ambacho ni cha ajabu sana, ambacho haiwezekani kabisa mimi kuweza kuomba kama anavyoomba fulani au kama anavyoomba vile wachungaji au mitume au manabii. Hakuna mtu. Unaweza, mimi nakuhakikishia unaweza. Swala la wewe kuomba ni wewe mwenyewe kutaka. Ni wewe mwenyewe kuwa tayari. Ni wewe mwenyewe kufungua moyo wako. Natamani mtu mmoja ayaonee maisha yake huruma. Natamani uone maisha yako huruma. Kwa sababu nafahamu wengi mmekuwa mkizurura kwenye nyumba za ibada.
Wengi mmekuwa mkizurula kutafuta mitume na manabii, lakini bado wengi wenu hamjapata jibu la moja kwa moja kwenye maisha yenu, na hii ni kwa sababu mnachokitafuta hakina uhalisia wa shida au uhitaji mlio nao. Nifanye mtumishi, nifanyeje sasa? Kwa sababu natamani na mimi nijue kuomba, natamani niombe mwenyewe, natamani nisina zurula huko ninakozurula. Nisikilize, kaa hapo hapo kwanza, unisikilize kwa makini sana. Jambo ambalo unapaswa kujua na ulijue ni kwamba wewe umeishi maisha mengi ya hovyo, umeishi sana kiholela katika maisha yako mengi. Kwa hiyo kinachohitajika hapo cha kwanza kabisa, kabla hujaenda kutaka chochote kwa Mungu, ni toba ya kutubu kwa Mungu, kutaka huruma ya Mungu, kutaka Mungu akusamehe juu ya yale yote ulioendelea nayo, iwe ni kwa kujua ama kwa kutokujua. Taka msamaha kwa Mungu. Nawezaje sasa kutaka msamaha kwa Mungu? Nawezaje sasa kutubu huko kwa Mungu? Mwanangu, nisikilize. Mungu ni Mungu yule ambaye ni wa wote wenye mwili. Mungu sio wa kundi la watu fulani. Mungu kakaa kwenye kiti chake cha enzi akisubiri mtu mmoja aliye tayari kuacha njia zake mbaya na kurejea kwake, ambaye ni wewe. Na njia ni moja tu, ni wewe. Anzia kwenye hatua hii. Piga magoti ikiwa ni ndani kwako. Funguka kama unajielezea kwa baba yako ambaye ndio unajua kabisa, huyu baba nisipomweleza shida zangu, nafikiri mimi hapa ndo mwisho wa maisha yangu. Ili nitoke kwenye shida niliyopo, lazima nimweleze baba huyu ili aweze kunitoa kwenye eneo nililopo. Utakapokuwa ukimweleza baba yako huyo, maanisha ona kama huna msaada mwingine. Visiwepo vitu vingine ambavyo umevipa nafasi zaidi ya Mungu. Kisiwepo kitu kingine ambacho unakiamini au unakitegemea kwamba hata Mungu asipojibu bado hiki kitanisaidia. Yaani maanisha mimina moyo wako mbele za Mungu kwa hofu, mashaka na matetemeko makubwa, na kwa kujutia sana njia zako mbaya. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili utakayotakiwa kuifanya ni kuomba Mungu kwa muda mwingi na kwa siku nyingi akumulikie udhaifu ulio nao. Usitake Mungu afanye chochote kwako bila kujua udhaifu wako, bila kujua namna wewe vile ulivyo. Mwana wa Mungu, utakapokuwa ukiomba maombi ya namna hii, ndipo Mungu hufanya hata vile ambavyo ukuomba. Mungu anatamani yeye awe ndo direction ya maisha yako. Yeye awe ndo uelekeo wa maisha yako. Ruhusu Mungu awe na nafasi ya kukupangia nini cha kufanya. Usitake Mungu umpangie nini cha kufanya. Uwe tayari kujutia na kutubu mara kwa mara kila kuitwapo leo, ukiamini kwamba kuna baadhi pengine ya maeneo ambayo ulijikwaa kwa kutokujua aidha au kwa kujua, ili upate kuniuliza chochote utakachotaka kukijua zaidi kuhusiana na namna ya kuomba mwenyewe. Lakini nikuhasa sana, kipo kitabu ambacho kimeandikwa na mtumishi wa Mungu ambacho kimekuwa baraka kwenye maisha yangu, kimekuwa baraka kwa maisha ya watu wengi waliothubutu kutafuta uso wa Mungu, waliomaanisha kwa Mungu. Kitabu hicho kinaitwa Bila Maombi Mengi Utahangaika Sana Duniani. Ni kweli wanadamu wengi tunahangaika duniani ni kwa sababu hatuna maombi mengi. Yaani maombi tunayojivunia ni yale ya kuombewa na mitume na manabii na baadhi ya makanisa ya maombezi. Sio maombi ambayo tumeyataabikia. Sio maombi ambayo umeyataabikia mwenyewe, umezama ndani yako ukaomba ukaona kitu kimezaliwa na yale maombi ulioomba mwenyewe. Wengi hamuombi, wengi hamuombi. Tafuta kitabu
Aidha nipigie mimi mwenyewe. Kitabu kinauzwa shilingi 10,000. Kinapatikana kwa gharama ya shilingi 10,000. Utanitafuta mimi mwenyewe kwa muda wako. Kama tu utaona kuna eneo unatamani ungevuka kiwepesi, aidha umeteseka kwa muda mrefu, umekosa majibu, umeenda kwa mitume na manabii, umeenda kwenye tiba mbalimbali, bado upate suluhisho. Uliamini kwamba ni kunyenyekea kwenda kuombewa? Uliamini pia kuombewa ni sehemu ya imani au ni sehemu ya kumcha Mungu? Sasa nataka nikwambie kwamba ni moja kati ya hatua ndogo sana hiyo. Haiwezi kukuvusha na kukuimarisha. Katika kitabu hiki cha Biblia ninayosoma mimi, wengi waliofanya vitu vikubwa, waliofanya ishara kubwa, waliofanya miujiza mingi, hawakufanya kwa sababu waliombewa. Hawakufanya kwa sababu kuna mtu anawaombea. Walifanya ni kwa sababu ufunua maisha yao kwa Mungu. Walinyenyekea kwa siku nyingi, waliomba bila kukoma, hawakuchoka kupaza sauti zao kwa Mungu. Ndipo Mungu kwa nyakati bali aweko mtu atakayefanya kwa niaba yako. Hakuna mtu mwenye uchungu na maisha yako zaidi ya wewe mwenyewe. Mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, unayenitazama na kunisikiliza, ikiwa kama utashindwa kuionea maisha yako huruma wewe, hakuna mtu awaye yoyote mwenye huruma na maisha yako atakayeonea huruma maisha yako. Jionee huruma, mwana wa Mungu. Ona huruma juu ya maisha yako. Taka msaada wa Mungu ukiwa umehurumia sana maisha yako. Mimi ni miongoni mwa watu ambao nimewahi kuaswa na imani. Nimewahi kuteseka kwa njia za kutafuta uso wa Mungu. Nilienda kwenye maombezi, nilienda kwenye imani mbalimbali, nilienda kwenye tiba mbalimbali, ni hadi kwa waganga kienyeji. Nishaenda nikitafuta suluhisho la nini kiwe kwenye maisha yangu, lakini bado kote huko sikupata majibu. Paka huruma ya Mungu na watumishi wake ambao niliwasikiliza kwa namna ya ajabu sana nisiyoitarajia, ndipo nikasikia mtumishi wa Mungu akihubiri akisema, wokovu uko hapo ulipo. Haupo kwa mtume wala kwa nabii. Wokovu haupo kwenye kanisa fulani la maombezi. Ukombozi wako hauko kule unakofikiria. Ukombozi wako uko hapo ulipo. Ndipo nilipoanza kufuatilia kwa kina mafundisho ya mtu huyo. Kaanza kufanya kazi kila maelezo ya maneno niliyosikia kutoka kwa mtu yule. Ndipo nilipotafuta na kitabu hicho kilichoandikwa bila maombi mengi, utahangaika sana duniani. Lakini pia kile kitabu kwa chini kimeandikwa sababu yoyote inayokufanya usiwe na maombi mengi ndio machinjio yako ya kukuchinjia. Tuko katika nyakati ambazo watu wa Mungu walio wengi hatuna muda wa kujitabisha katika maombi. Hatuna muda mwingi wa sisi kutumia nguvu kubwa kuomba. Tuna muda mwingi wa kutafuta miujiza. Hakuna kinachokuja kiurahisi, mwana wa Mungu. Chochote kitakachokuja kirahisi, jua kitaondoka pia kirahisi. Leo hii niko mbele zako na kuambia maneno haya, nikijua fika ya kwamba kuna nyakati utakuja kunishukuru sana. Kuna nyakati utakuja kujipongeza sana. Ikiwa kama tu utakuwa unanielewa jua hiki ninachokiongea. Naomba Roho wa Mungu asaidie sana kukufanulia na kukufundisha maana ya maneno haya. Mtu Mungu, natamani sana usiendelee kutabika kwa kiwango hicho. Acha kuzurula kwenye maombezi. Acha kuzulula kwenye kuombewa. Acha kuzurula kwenye kuombewa. Kwenye maombezi. Yupo Mungu. Yuko Mungu. Bana kusubiria wewe wakati huu unaposikia maneno haya. Uchukue hatua ya imani na kusema, Mungu, mimi ni yule niliyeshindwa kila kitu. Nimezurula, inatosha. Sasa nakutaka wewe. Sasa nakutaka wewe. Utakapokuwa kinena maneno haya, maanisha kutoka ndani ya moyo wako. Fungua moyo wako. Tafuta watumishi walio na mlengo wa wewe. Tupigie simu, tutakushauri. Tutakwambia nini ufanye. Ugumu na changamoto zinazoweza kuinuka, bado utatushirikisha, tukushauri nini cha kufanya. Mwana wa Mungu, usilizike. Nisogee mbele kidogo nije kwako wewe ambaye ushaenda kwenye maombezi, naenda kwa mitume na manabii,
Umefanya huduma ya maombezi, na uenda wewe unaona Mungu amekujibu kupitia maombezi unayofanyiwa, kupitia maombi ulioombewa. Si dhambi na si vibaya, ila ni kuhakikishie tu kwamba bado uko hatarini na hauko salama, kwa sababu kustawi kwako na kuendelea kwako kuna kuhitaji wewe kusimama. Hakuhitaji maombezi ulioombewa kusimama. Kuendelea kwako na kufika mbali ni wewe kuwa tayari. Lakini nikwambie na niseme na watu wengi jua hili, wengi tunachanganya sana Mungu na vitu. Mungu sio vitu, Mungu sio miujiza. Mungu hajaketi kwenye miujiza fulani, Mungu hajaketi kwenye vitu fulani. Wa wengi sana kuamini kwamba mahali hapa pana Mungu ni kuona shuhuda za watu wakielezea, nilikuwa sina nyumba sasa nina nyumba, nilikuwa sina gari sasa nina gari. Kwa Mungu wako watu ni vibaka tu mitaani, wana magari ya kutosha, hawajaombewa na mtume wala nabii. Wako watu wanajitutumua, wanapiga kazi kwa nguvu, hawajaenda kuwekewa mikono na mitume wala nabii, ila wana mali za kutosha, na hawajaenda kwa huyo mtume wako au nabii wako au mchungaji wako. Kwa hiyo kigezo cha kwamba huyu ni Mungu au mahala hapo pana Mungu sio vitu, sio kupata hitaji lako. Naomba nikusomee andiko moja hapa ambalo pengine huenda linaweza likakusaidia sana kukufungua ufahamu, ili uelewe hata utakapoyaona hayo yasikutishe, na usije ukadanganyika na ukaona kwamba huyo ndo Mungu. Hapana, Mungu sio huyo, sio huyo. Ngoja nisome andiko hapa kutoka kwenye Mathayo 7. Nisome katika kitabu cha Mathayo 7. Nitasoma kwanza ule mstari wa 22, Mathayo 7. Nasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo Biblia hiyo katika 23 inasema, ndipo nitawaambia zaidi, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Unasikia hili andiko au unasikia maneno haya? Wako watu nyakati za kukataliwa itakapofika, watamkumbusha ishara na miujiza walioifanya wakiwemo duniani, waliowafanyia baadhi ya watu, walioifanya mbele za watu. Watamkumbusha kwa ile miujiza, lakini Biblia inasema ndipo atakapowaambia zaidi ya kwamba, ondokeni kwangu ninyi ndio waovu, kwa maana sikuwajua. Neno sikuwajua imetumika wakati uliopita, hakuwajua. Yaani ni wakati ule mnafanya yale mnaojielezea nayo sasa, hakuwajua wala hakuwemo ndani ya hayo mliokuwa mnayafanya. Kwa hiyo kigezo cha Mungu au Mungu kuonekana kwamba huyu ni Mungu sio vitu fulani kwenda vile ulivyotamani viwe, sio vitu fulani kufanyika kwa sura na kwa picha uliotamani wewe. Hapana. Wengi mmekuwa mkivurugwa na miujiza, mkivurugwa sana na hizi shuhuda za watu. Nashukuru Mungu wa madhabahu hii, nilikuwa sina hiki, mara baada ya kufika na kukanyaga kwenye madhabahu hii, nashukuru Mungu sasa nina hiki, nina hivi, nina to. Mungu sio huyo. Mungu sio huyo. Nakwambia mama yangu, baba yangu, dada yangu, kaka yangu, wote mnaonisikiliza, Mungu sio vitu. Mungu sio vitu. Mungu sio mali. Mungu ni zaidi ya mali. Mungu ni zaidi ya chochote cha maisha haya. Mungu amezidi sana vitu vyote vya maisha haya. Kuna mahala Biblia ukisoma nasema Mungu hufanya kile ambacho jicho halikuona, sikio halikusikia. Ndivyo Mungu huwapa wale wampendao. Takutafutia andiko hilo. Yaani ufanya zaidi ya lile hitaji lako. Waulize wacha Mungu wengi walioomba Mungu, wengi waombaji wenzangu, mtakuwa mnaelewa sana.
Tuna nyakati nyingi tunaomba tu juu ya utulivu wa maisha yetu, tunaomba juu ya amani na mustakabali wa maisha yetu, namna ya kumpendeza Mungu, ila katika kuomba huko tunajikuta vingi Mungu amefanya ambapo hatukuomba kimoja kimoja. Sasa hapo ndipo uthibitika lile andiko ambalo yeye kaagiza. Huwa ni andiko ambalo natembea nalo saa 6. Mathayo 6:33. Ngoja ni tazame hapa kwa haraka. Mathayo 6:33. Yes. Nafikiri nimepata. Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Kiza unaokwenda kuitafuta huko iko ndani ya ufalme wake na haki yake. Kwa dili sana kutafuta haki na ufalme wa Mungu kwenye maisha yako. Moja kati ya kitu ambacho pambania sana kwenye maisha yako ni kujua kuomba. Ni kuwa na namna nyingi za kuomba. Ni kuomba muda mwingi sana kwenye maisha yako. Ni kuwa na muda mwingi sana wa kwenda mbele za Mungu kumuomba. Huko tu pekee ndiko kunakoweza kuleta utulivu wa kudumu siku nyingi sana kwenye maisha yako. Usitafute kuombewa, usitafute kutabiriwa, usitafute kunenewa mazuri mema. Wewe mwenyewe nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu, mwambie baba yako, mwambie Mungu, mwambie Mungu Baba aliye sirini mwako, aonaye toka ndani ya moyo wako. Mwambie yeye atakujazi sawa sawa na uhitaji ulionao. Wana wa Mungu, natamani mtu mmoja apone, afurahie kuumbwa kwake, asijute kuwemo duniani kwa namna yoyote ile. Na hiyo yote itakuja tu mara tu baada ya wewe kurejea kwa Mungu. Tafuta kitabu bila maombi mengi, utahangaika sana duniani. Sababu yoyote inayokufanya usiwe na maombi mengi ndio machinjio yako. Na kwa leo naomba niishie hapa. Bado tutakuwa na muda mwingi wa kukumbushana na kufundishana juu ya haya. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Amen.